si unakuaga wewe. Na umekuja uangalie mambo ya vita hivi. Wewe urudie hivi ndio umeacha na nani kule hata katoto. Akasema hivi mimi nishafanya nini kibaya hapa? Akaanza kuuliza watu hivi nimefanya nini kibaya hapa hivi? Hakuna tumeshafanya. Lakini ilikuwa makusudi ya Mungu ili kwamba Mungu ajifunue na kujionyesha kwamba yeye ndiye shujaa wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo alivyofanya. Ya tatu ni mtu ambaye anajitolea. Shujaa mwaminifu anajitolea. Asubiri eti sukumwe. Aombe tushio maombi. Na hata bwana oye. Mimi nitayafunga. Twende kumaombi. Nitaenda kuemea. Imedale. Daika. Nabo mama nabo. Openda. Asina usafiri. Na watoto wake ndio wanampelekaga kuemea. Kuna mtu wa kanisa alishawapeleka kuemea. Kuemea ataweza enda na watoto wake. Kwenye msiba ataweza enda na watoto wake. Kwenye mambo ya familia ataweza enda na watoto wake. Kwenda kumaombi. Sina usafiri. Shujaa mwaminifu ni mtu anayejitolea, kunyeshe kuwe aje anaenda. Wakati unaofaa na usiofaa anafanya kazi. Ana utayari muda wowote, hata uwe usiku wa manane anasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndivyo anavyofanya. Lakini kama hatutoweza kujitolea katika kufanya kazi ya Mungu, sisi sio mashujaa wa Mungu. Kama hatujajitolea katika kufanya kazi ya Mungu, sisi sio mashujaa wa Mungu. Soma Yoshua. Sura yake 22 mstari wake wa 5. Na huyu yana wewe. 22:5. Maandiko yanasema lakini yenu yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi ndivyo Joshua anawaambia wana wa Israeli kwamba wamtumikie Mungu kwa moyo wao wote, washikamane na Mungu, wakienenda katika sheria kama vile alivyowaagiza Musa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo itakufanya wewe uonekane kwamba ni shujaa mwaminifu. Mtumikie Mungu. Sasa hata nusu kutashi twende wewe. Tu yende wewe no sito hiyo sakali. Alizo tishora no yo. Alizo tishora na ebe. Kwa hiyo ndivyo nataka tutumikie Mungu. Wewe ni shujaa, hata kushujaa hauko na kuaminifu hauko. Kama uko nani sijui. Wewe mwenyewe ndio unajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo inavyofanya watu wengi kujikokotea mambo ambayo yako mbaya. Ndio kujitoa katika kumfanyia Mungu kazi. Utakuta anaenda na rejea maisha yote na ndio ndio. Wakibana mtu familia kule bado kitie. Anagema kama wale basi ndio mayumbe na watu na. Tunasema hapo ndio mayumbe hapo. Hayo tunasema ndio mayumbe. Wasema sasa hao wao bonge vipi. Na mtu shimanya wewe kale ndo kila kitu. Tushimanya wengi tu utaita vipi? Lakini si unasema kama hiyo ndio mayumbe, si uende kwanza uombe Mungu. Ashimu anaanza kukejei. Si uombe kwanza Mungu, yeye naona ugonjwa unaweza kwanza kuombe uombe Mungu. Kwa sababu anaona uko hivi vuguvugu. Hauna mbele wala hauna nyuma. Kwa sababu ya kule kutokujitoa kwako umelegea. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Vizingizio tukapia hapa. Baba wa maombi aingizaki maombi tena. Hapo yake anatuangalia. Anaangalia kwa fulani. Si ndio maana nikaona niache. Mtu ambaye ni shujaa mwaminifu aangaliwe na kanisa, ataenda kanisani. Haiko pale kwa sababu ya kwenda kuangaliwa. Tata ule, tabata kilo wala hicho
Kiswahili nalo bono. Wewe si shujaa mwaminifu, wewe jiachie tu. Aliye shujaa mwaminifu, wape kumwangalie. Ataenda, anatumika kazi. Basi kuya, anaenda. Mampiga maneno kanisani pale ila ukiona wale mkafika tabale mpa ni mchanga Mungu. Tena kukitea tena naenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe shujaa kupigwa maneno mawili kanisani ngale beni wima na ngale kwanza hata roho mhubiri wa ubiri. That's mhubiri. Iko sawa nimwambia. Iko sawa vile bali mwambie. Wewe ndio Roho Mtakatifu ndio kwanza kufunua mambo. Baba ni walimwambia kama si roho. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na hiyo tutakuwa na haki. Siko ni kanisa ya maneno ile maombi. Sio maombi ile basi. Sasa enda tena. Kama kuacha haja, wewe si shujaa. Mashujaa wataendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo. Unaona shujaa anakuwa ni jasiri. Anaoga kabisa hata kidogo. Ajapopambana na vitisho vya aina zote anasimama imara. Hata kama watamtishia kufa, atasimama imara. Unajua kuna watu wengine wanatishiwa mpaka kufa. Nenda na shoga wanaendelea vipi yoshi mone. Tema tunatanda kufa. Alisema eti nitaimone. Lakini shujaa wewe mwambie ataimone na usiseme. Yeye anaendelea tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana hana hata kidogo ng'am. Yeye anajua kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa faida katika Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo anavyojua shujaa mwaminifu. Hata nikiacha kumtumikia Mungu nitakufa na hata nikiendelea kumtumikia nitakufa. Lakini kufa kwangu bora nife katika mikono ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo anavyojua. Wewe unaogopa kifo? Wakikutishia kifo unaogopa? Majaribu yakiwa mengi unaogopa? Hatuogopi kwa sababu tunaye yeye aliye Mungu. Tuliyefanya naye agano mwanzo. Huyo anasimama badala yetu kutupambania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapoona kwamba mbona hizi agano hazijafika mwisho. Onongo washitomo no. Ashilongebe eno nakuta kukadisha hizi agano. Opika naeleza wana wapikwa ile iko kamba mingi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwaya mtokeza daso tuaona. Naona na alikuwa wageuka mke mwana bila bado upikwa ile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao watu wa kwanza kuvumisha habari za wachawi. Wanakwenda wachawi wenyewe. Akifuata mara mbili mara tatu akipigwa passive. Ule akienda kuanguka kusimama kule. Nani muone ile yani? Ile mcheze. Nalo enda simona kisawa. Wewe unaona sawa? Basi enda si alika. Simona kisawa. Alifanya nini? Ana familia yako. Familia yao ni familia ngumu. Familia yao ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa shujaa mwaminifu. Shujaa mwaminifu. Haogopi. Hatetemeki mbele ya maadui. Anasimama imara kwa nguvu zote. Lakini pia ni mtu ambaye anatumikia wengine. Lakini hapo labda utasema atukusikisoma. Kama utasoma mwenyewe Zaburi ya 23 mstari wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaweka hapo utasoma mwenyewe kwa sababu niko naona ukomoe muda kidogo. Ni mtu ambaye anawatetea wengine. Ni mtu anapambana kwa sababu ya watu wengine. Ina maana anatumikia wengine. Ndio shujaa mwaminifu. Lakini
shujaa wengine hana alole kamili ya familia. Atayeka. Kila siku aloka ya familia. Kila siku alo yo homa. Nijaze nguvu. Kila siku alo yo etangeto. Angalia mume wangu. Angalia mke watoto wangu, Mungu wawe viki. Wasiwe mikia. Hakuna siku ataweza kuweka hitaji kwamba nitafunga siku 3 kwa ajili ya kanisa. Hakuna siku atasimama kwamba nitafunga hii wiki yote nzima nifungie kwa sababu ya nchi. Wamzungukia hala vile. Bale bakiolo mwene ombe. Lola bale bakiolo, lola bale bale. Lola mwene ombe wane lome, lola wane machi. Iwake mwishoki. Lola miambo yo mpatata. Shujaa mwaminifu ni mtu anayetetea watu wengine. Akiona kwamba Mwavita yuko na shida kubwa, hana haja kwenda kumwambia eti Mwavita nitafunga kwa ajili yake. Yeye anaingia moja kwa moja kwenye maombi. Anafunga kwa ajili ya Mwavita. Au Mwavita anajaribu yale na Mwavita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shujaa mwaminifu. Anatetea nchi, anatetea taifa, anatetea jamii, anatetea familia, anatetea kanisa. Anatetea watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kupitia maombi yake utakuta watu wamefunguliwa. Tushimanye walo saka bile malate ko ndi walo honi nalo wache twiki ni rata kama roho. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na ndio shujaa. Hao ndio watu Mungu anamtafuta katika kufanya kazi. Hapana watumishi wa ubinafsi. Hakuna shujaa mbinafsi. Hapana. Hala ulokumini ni nila itu emuchunge ni wa aranga ebele mesani. Haukumbuki kwamba unaweza angalia hata pembeni yako nani mwingine ana shida hapa anaweza kuomba kwa Mungu. La sita. Mtu ambaye ana utayari kwa kazi. Na kwanza tulisema anashonea nini la mbele, lakini la pili ana utayari. Shujaa aliye mwaminifu utayari wake ukoje? Ele jaangana tukula na Mungu ni wote. Sio bure mwingine wa shule. Huyo ni lewe abalo. Bis. Shujaa mwaminifu ele kuje no Biblia. Na aje shini piga la simu. Tawala ni na eola. Naona polisi. Wewe ambaye ni ole. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana utayari. Saa ile Mungu akisema hapa naondoka na anafanya. Lakini mwenye haiko mwaminifu. Kwanza ni tunashikana kama miaka kesho. Ile wiki tunalo aina ali. Na wale ndio wameangalo achitama. Wale macho basi. Wale sio sakona. Ukikuta ulishibite na amekufa kule kwa sababu ya kutokufika kwako. Utasema nini? Shujaa aliye mwaminifu ana utayari wa kazi hata kama ni usiku wa manane akiambiwa kwamba simama uende kwa mama Seli. Taoni tosha ole yasu atosha tangie. Na kwa mali ngie. Na haya tata ni shimo oyo shimo tata ni ete we. Ni shile ngie la mimi ni shimo oyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe unaambia simama uende. Usiku ukute kwanza nifungie kwanza nimwambie Mungu kwamba nitaenda kufanya hivyo nini. Na uliambiwa simama wewe. Lama hakuna hata jambo ni miguu yako kukanyaga tu pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukishamwambia nimefika na akusema, tena rudi. Fika nyumbani kwako shukuru Mungu nimefika pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hivi ndivyo anavyofanya shujaa mwaminifu. Hakushilazimishi Mungu, aniambie nitaenda fanya nini? Aniambie kuko nini? Hata Ibrahim amefanya wewe. Toka wewe. Hata nyumba yako. Wewe ndio nchi ndaka kwa mimi. Aliambiwa ni wapi? Wewe. Nana pesa ndio hivi. Wewe kwa nini nitakapokuambia, wewe nchi ile kidogo. Wewe nitakapokuambia na mchunga kaangano sasa. Mtu aya Biblia. Na safari akaanza. Lakini sisi wa wakati huu hatuwezi enda hivyo. Kwanza tutalaumiana sisi kwa sisi. Hii nataka chema sisi
Mungu. Mambo mengine Mungu hamalizii ungali pale. Mpaka uanze kunyanyuka. Uanze safari. Ndio aanze kukwambia sasa nini utafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe na utayari. Ndio utaonekana kwamba wewe ni shujaa mwaminifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma Timotheo wa 2. Ni sura yake ya 4 mstari wake wa 2. Timotheo wa 2:4-2. Nihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unaofaa na wakati usiofaa. Ina maana kwamba hata kama ni usiku, si ndio wakati usiofaa kila mtu amkondala. Usingizi uko mwingi, kwanza nimekuta nachoka kazini. Tena Mungu ananiambia nende hata wewe Mungu baka. Ndio watu wengi wanasemaga hivi. Mungu alimtoa. Lakini anafimiza ufanye kazi ya injili, uwe na utayari. Ufanye wakati unaofaa na wakati usiofaa. Amen. Onya, karibia, kemea. Sasa maombi hapa. Mtu akifanya kosa wewe ndio umkaribie. Mara mambo mashini mambo nikelele kwa. Na ama na yeye mpaka mara mambo wewe ndio mambo hapa. Yaani yeye anapenda pale kwenye watamweka kama yai. Afanye dhambi asifanye, aingie saa zenye anataka aitoke sawa, afanye chochote anachokitaka ndio hivyo hivyo. Kwa nani sasa? Kwa nani utafanya hivyo? Ni sharti awepo mtu pale wa kuonya, wa kukemea. Ukifanya dhambi kemea pale pale. Mambo sio hapa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi hawataki. Unafaa kufanye kwa utayari kazi. Niseme na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwisho ni ule uaminifu wenyewe. Mtu aliye mwaminifu. Shujaa mwaminifu ni mwaminifu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uaminifu wake unaonekana pale anaposimama imara. Anasimama imara akichunga ahadi za Mungu. Yale makubaliano yake na Mungu yale. Aliyemwamini Mungu jinsi atafanya. Ndio anayoyasimamia kwayo. Kama kuna mtu ana Ford, gari ya Ford ameipaki namna hii. Uaminifu wake unaonekana pale anapochunga zile ahadi au agano zake na Mungu. Hakubali itoke hata agano moja. Hakubali ipotee hata agano moja. Yote aliyoyatamka mbele za Mungu anayachunga yawe vile. Na yale Mungu aliyomwambia kwamba yatafanyika anayachunga yawe vile. Kwa sababu gani? Asipobaki kuwa mwaminifu kwa Mungu kwa yale aliyoyatamka, na Mungu naye hatamtimizia yale aliyomwambia atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani ni kama vile reciprocal. Mkuki unaenda kule mwingine anarudia. Ndivyo Mungu anavyofanya katika kufanya agano na watu wake. Wewe unamwambia nini utafanya, lakini yeye anakuambia ni nini atakufanyia. Kwa hiyo wewe ukibaki kuwa mwaminifu katika zile agano au ahadi zako na Mungu, ndipo utaona mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ya kwamba mimi nishamwambia Mungu mimi mbele nilikuwa baraka, lazima nataka niache na niache. Niliwahi kuwa mlevi, nilikuwa nakunywa pombe na mimi siwezi tena. Nilifanyaga hivi na hivi, nilimwambia Mungu siwezi fanya. Dhambi yoyote inayoitwa dhambi, mimi nitasimama mbele za Mungu.
Lakini mwanadamu kama mwanadamu anaweza akatereza, uwe haraka kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe haraka kumrudia Mungu. Ndipo Mungu anaona kwamba unabaki kuwa mwaminifu kwake. Lakini usile mjumbe wa ila yote na wabebe ni wewe Mungu. Abele Mungu. Ni shile